Hapo mwanahabari wetu Ibrahim Karanja amekuwa akiwaangazia wagombea wa kiti cha wadi ya London katika uchaguzi mdogo wa Machi tarehe 4. Kwa sasa nazungumza na Rebecca Moraa Jilo mwenye umri wa miaka 22 na anayewania kiti hicho kwa tiketi ya chama cha Third Way Alliance. Bado tunaangazia uchaguzi mdogo wa wadi ya London katika eneo bunge la Nakuru Magharibi, kaunti ya Nakuru. Uchaguzi mdogo ambao utakuwa ukifanyika Machi 4 baada ya kifo cha aliyekuwa mwakilishi wadi Sami Mbogwa Karanja. Na leo hii nimezungumza na watu wawili ama wagombea wawili katika kiti hiki. Mmoja ambaye nilizungumza naye ni mgombea wa chama cha ODM, na sasa nazungumza na mgombea wa chama cha Third Way Alliance. Kumbuka kwamba Jumapili nilizungumza pia na mgombea wa chama cha Jubilee. Lakini ninayezungumza kwa sasa, huyu wa Third Way Alliance amewashangaza wengi, mwanzo kabisa kutokana na umri yake, na pili ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Multimedia. Anaitwa Rebecca Moraa Jilo. Atueleze tu pengine yeye ni nani na mbona ameamua kujitosa katika ulingo huu wa siasa katika uchaguzi mdogo wa wadi ya London. Asante sana Rebecca kwa kuzungumza nasi katika KTN News. Na wewe ndio mdogo kabisa katika kinyang'anyiro hiki, na bado uko shuleni. Maybe uanze kwa kutueleza unaitwa nani, una umri upi, unasoma wapi, mwaka ipi na mambo kama hayo. Kwa majina naitwa Rebecca Moraa Jilo, niko miaka 22. Currently studying in Multimedia University, taking political science and psychology. Yes, sir. Unafanya political science na psychology. Lakini Rebecca, mbona umeamua kujitosa katika kinyang'anyiro hiki? Watu wengi wataangalia waseme ni mdogo sana. Kwa nini? Mwanzo wewe ni wa jinsia ya kike, tunajua kwamba kuna ile dhana ya jinsia ya kike haswa hapa Afrika, na pili wewe pia ni mdogo sana. My main reason is to bring development in my area, London ward. Number 2, I believe that I am tired of complaining. I'm tired of saying I need change. No, I am tired. I want to bring the change. I want to be the change. I want to bring progressive politics in the country. And my beliefs as one of the feminists in my campus, one way or another, is to bring change, effect change. And if my gender, my being a youth, me being a 22-year-old aspirant, brings that change, then, well, I will do it. Kwa nini mkazi wa London akupigia kura katika uchaguzi mdogo ujao? Mkazi wa London anipigia kura kwa sababu nina hiyo ndoto na maazimo ya ensure that as London we grow, we tap into our own talents. I personally do not need to study in Nairobi and stay in Nairobi. I need to bring my services as a psychologist to London ward and tapping into our talents, into our growths, into our skills as people of London will help us grow. Tumechoka kupeleka our knowledge far and beyond. We had Josh, our comedian, alienda Nairobi, amerudi. Tunataka akae atutengeneze comedians wengine, our guide. Such ways grow as a ward, and within time will be one of the best wards in this country. Na pengine tuzungumze siasa kidogo, na kiti ambacho unawania ni kiti ambacho kilibaki wazi baada ya kifo cha MCA Sami. Lakini tumeona kwamba kuna vigogo wa kisiasa ambao wameonyesha kuna vile wanataka kuwa na ile nguvu ya kujua nani atakuwa mwakilishi wadi. Mbunge wa Nakuru West Samuel Arama anamuunga mkono yule mwaniaji wa chama cha Jubilee, na seneta wa Nakuru Susan Kihika anamuunga mkono mwaniaji wa chama cha UDA. Na pale utasema kwamba wale ni vigogo, wana pesa, wanajulikana. Ni nini ambayo inafanya wewe unajiamini kwamba utaweza kupambana na vigogo hawa? Power of the people. We as members of London ward hatuhitaji kupangwa. We don't need people to come and tell us, shikeni huyu mkono. We know what is the best thing for us. And I believe that tukianza kuchukua, madam nionyeshe mtu, bwana governor, bwana MP, hapo tunapoteza the power of the people, the will of the people. We are in a democratic country as Kenya. We don't need people to define who we should vote for. We need our own personal voice. Na hiyo mchezo ya mnashikiwa mkono, mwisho akikosa kufanya kazi, you will not blame that person. You will start saying, oh, you know, influence. But at the end of the day, we lost our will kwa kuitikia kupewa mtu. Tunafaa tukae chini, tujipange sisi wenyewe. Outside influence creates a notion of
politics that will just sway away. You just bring characters, not ideas, not progressive ideas for the people. Maono yako ya London ni vipi ambavyo inaoana na chama chako cha Third Way Alliance? Manake tuliona wengi wakikimbia kuwania tiketi ya vyama hivi vikubwa. Mbona ukaamua ni Third Way Alliance? Kuna jinsi ambavyo maoni ya chama cha Third Way Alliance na wewe yanaoana? For Third Way Alliance, the hashtag punguza mizigo. We want to punguza mizigo on our own people. I don't want a London candidate to come to town to struggle, yet we have these resources in our area. We can create businesses in our area. Tunataka tupunguze hiyo mzigo. We don't want influence to dictate how we live and who rules us and who guides us. We want to punguza hiyo mzigo, tujijenge sisi kwa wenyewe. And then Third Way Alliance being a very neutral party in the area, because Nakuru politics has a lot of dynamics, but Third Way Alliance being very neutral, people will not associate me with a character. People will associate me with my beliefs, my aspirations, and that's why Third Way Alliance is one of the best parties to vie for. Iwapo utafaulu tarehe 4 March, utakuwa mwakilishi wadi kwa kipindi kifupi sana, na wakati ambapo taifa linakuwa likiingia katika siasa kali za kitaifa, tunaona BBI, tuna uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ni vipi ambavyo utaweza kujitenga na siasa hizi kuhakikisha kwamba unafanya kazi kwa mkazi wa London? Na pili, wengi wanauliza umejitosa katika uchaguzi huu ili kujiweka mahala sawa katika uchaguzi mkuu ujao. Nitaanza na swali lako la pili. I decided to vie not because 2022 is coming, but because I want to create a name for the youths of this country, for the people of London Ward, for their aspirations. Wameshinda wakilia sana. Nakuru is in an area where maji from June, July, we have a lot of water, but at the end of the day, we have challenges za maji throughout and throughout, things that can be solved by simple county bylaws. So that is the reason as to why. Now, it will be very easy kuifanya within a short period of time, because I will have my own focus. What wamenipea kazi for? A few months, I will have to deliver, to prove to them that hawakukosea. Bit 2022 coming wakiniambia, madam, endelea na kazi, tutapangana from there. But for now, it is now, the time is now. Number 2, politics, the country, and affecting London, that is where majority of the aspirants fail. Majority of the MPs, MCAs, governors fail because they forget their people. And that's the crucial time where they need to concentrate with the people. And I believe by being adamant, being strong, and having the right perspective to deliver, I will ensure that everything flows. Because it's just a few months. Mbona nianze shift. I concentrate on what I'm doing. It's just about character. Wodi ya London ni uso wa taifa la Kenya. Namaanisha kwamba mtu wa kila aina yuko katika wodi ya London. Ni nini ambacho unahisi kwamba watakuwa wakiangalia kwako waseme, wacha miezi hizi chache zilizobaki tumpatie Moraa na tusimpatie mtu mwingine yoyote? It's the dream. It's my aspirations. It is who I am with the people. My relationship with Mama Mboga. My relationship with that man who sells us water on a day-to-day basis, kwa sababu maji imepotea, kwa sababu tumeongea, tunaelewana. That one-on-one touch is what I believe is what they will consider. Na mwisho kabisa, umewahi kuhusika katika siasa zozote ama uchaguzi wowote, iwe ni za humu nje, za huku nje, ama pia katika chuo ambacho upo na shuleni, pengine nafasi za uongozi? Ndio, I served as the first female academic secretary, Multimedia University, 2019-2020. I've also served with Kenya University Students Organization, as well as Nakuru County Students Caucus. Basically that. I've not joined any party until the time I joined Third Way Alliance. So far so good, and probably activism, because I've been very on the front for political liberation, democracy and constitutional development in the country. Asante sana Moraa. Naam, ni mwaniaji wa chama cha Third Way Alliance katika uchaguzi mdogo wa wodi ya London katika eneo bunge la Nakuru Magharibi, kaunti ya Nakuru. Na kama nilivyokuarifu mtazamaji, tutakuwa tukizungumza na wawaniaji wote katika kinyang'anyiro hiki. Sasa huyu ni watatu ambao tumezungumza naye, kuna wengine wote ambao tukazungumza. Kama KTN News, haja yetu ni kukujuza, na wewe kama mkazi wa London ufanye uamuzi ambao utakuwa unakufaa mwenyewe. Narejesha studio. Na asante sana Ibrahim Karanja kutoka kaunti ya Nakuru. Bila shaka
Tunamtakia mema Bi Mura katika uchaguzi mdogo ujao na wale wengine wote ambao watakuwa wanashiriki katika uchaguzi huo. Basi kufikia hapo mtazamaji, naomba nipate mapumziko tu kifupi. Muda si mrefu nitakuwa narudi na mengi zaidi tuliokuandalia kwa siku ya leo.